Hii ni kwa ajili ya wazazi ambao mna watoto teenagers ambao wanasoma shule za bweni. Kuna mambo manne ambayo unakwenda kuyashare na wewe ambayo yatakusaidia kujua kama mtoto wako anaendelea kupata uangalizi, yuko salama huko aliko, hata kama haupo naye nyumbani. Mambo haya naomba yakusaidie mzazi kumpima mtu unayemwachia mtoto wako. Jambo la kwanza, ninatamani sana mtu yoyote utakayemwachia mtoto wako huko bweni awe anauelewa juu ya teenagers, ajue teenagers brains, teenagers psychology, ajue ni namna gani wanajiendesha, ajue ni namna gani wanafikiri, ajue ni namna gani wanapata vikwazo mbalimbali ambavyo viko nje ya uwezo wao. Hii ya uelewa itamsaidia mtu yoyote ambaye anabaki na mtoto wako awe mvumilivu na mtoto wako. Watoto wengi ambao ni teenagers, hususan boys, wanakuwa abused sana, au girls wanakuwa abused verbally, boys wanakuwa abused physically. Tuliona mtoto mmoja akipigwa ngumi na mateke na mwalimu shule fulani. Tuliona watoto mbalimbali teenagers wakiwa abused to the point kwamba wanaweza kuwa affected psychologically. Sasa kokote unapomwachia mtoto wako teenager, ujue kwamba anatakiwa awe na uelewa wa kutosha juu ya teenagers psychology. Endapo mtu hana ufahamu wa kutosha juu ya saikolojia ya teenagers, ataishia kuabuse watoto, ataishia kuwakandamiza zaidi watoto badala ya kuwakuza na kuwaendeleza. Ni muhimu sana 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 hiki kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, upendo na ukaribu ambao huyo mtu unayemwachia mtoto wako ambaye ni teenager anaweza akautoa kwa teenager wako. Endapo mtu anayesimamia teenager akashindwa kuwa karibu, akashindwa kuwa na upendo, itambana sana mtoto kuwa huru naye, itambana sana huyu teenager kushindwa kueleza endapo atakuwa na matatizo, atakuwa na changamoto mbalimbali. Sasa one thing ni mbaya kuliko kitu chochote kile ni endapo teenagers watataka kusaidiana wao wenyewe, kwa sababu wataona upendo walionao baina yao, ukaribu walionao baina yao. Hii itakuwa ni mbaya sana, kwa sababu kipofu atamuongoza kipofu mwenzake. Ni muhimu sana mzazi, unapoenda unaacha mtoto wako teenager sehemu, hakikisha umejiridhisha juu ya upendo na ukaribu wao kwa watoto. Shule nyingi sana, nasikitika, zinatumia corporal punishment. Wanapiga sana watoto teenagers. Hauwezi ukamsaidia mtoto teenager open up na kuwa karibu na wewe kwa kumpiga. Nasikitika sana, ni kukosa uelewa kwa hali ya juu sana kupiga teenager. Wanatishia kufukuza watoto. Huwezi ukalea teenager kwa kutishia peke yake, vinginevyo utaandaa kijana ambaye hatakuwa responsible. Atajua ili awe mwajibikaji ni lazima atishiwe, ni lazima apigwe. Sasa hatuwezi kupata responsible teenagers kwa vitisho peke yake. Kunatakiwa kuwe na some sense ya mahusiano mazuri. Teenagers waweze kufanya vitu kwa sababu wanahofia mahusiano yenu, anahofia kwamba atakudisappoint. Upendo umdrive kufanya vitu na si hofu ya kupigwa, hofu ya kufukuzwa shule peke yake. Sasa wazazi, tujiridhisheni juu ya upendo na ukaribu, na kama haupo, tuombeni upendo na ukaribu, kwa sababu ni kitu muhimu sana. Lakini kitu cha tatu, uangalizi wa karibu wa watoto. Hiki ni kitu muhimu sana sana sana. Uangalizi ni kwa nini teenagers hawajui risk, hawajui hatari mbalimbali zilizo mbele yao. Kutokana na teenager psychologically wanaendeshwa kihisia kuliko kutumia akili. Mara nyingi they don't know any risk ambayo iko mbele yao, hawajui hatari yoyote. Anaweza kujitupa kwenye chaka lolote, kujitupa kwenye tabia yoyote, kujitupa sehemu yoyote. Ndiyo maana mzazi, ni muhimu sana teenager awe na usimamizi na uangalizi wa karibu, ili aweze kuambiwa no, don't touch that, na utoe sababu ni nini. Usijiingize kwenye uvutaji wa sigara kwa sababu ni nini. Usijiingize kwenye pombe kwa sababu ni nini. Usijiingize kwenye masuala ya mahusiano mapema kwa sababu ni nini. Kwa hiyo ni lazima uwepo na mtu wa karibu kuweza kujua ni nini watoto hawa teenagers wanafanya. Nasikitika pia katika hili, teenagers wengi wako out of control, hawapo wakitizamwa muda wote. Mambo mengi sana wanafanya kama wanavyotaka, mambo mengi sana wanafanya kama ambavyo wanaona wao na si kama inavyopaswa. Inafanyika hivyo kwa nini? Watoto unakuta wapo wengi shuleni, shule unakuta ina watoto 1000, wasimamizi ni wachache. Kwa ni ngumu sana hawa teenagers kupata huo uangalizi wa
wa moja kwa moja. Kwa nadhani wazazi tunatakiwa tuombe wasimamizi wa kutosha ili waweze kuangalia watoto wetu, lakini kingine ni muhimu sana tukaendelea kufuatilia endapo hao watoto wanarudi nyumbani, kuona mabadiliko mbalimbali ya mienendo yao, kwa sababu teenagers hawajui hatari yoyote. Wanahitaji mtu mwenye akili timamu kuambia usiguse hapo, gusa hapa, usiguse pale, gusa hapa. Ni muhimu sana. Lakini jambo la 4 ambalo mzazi unapomwachia mtoto wako teenager unatakiwa ulizingatie sana ni mtu mwenye uwezo wa kutoa mwongozo. Wazazi, hiki ni kipengele muhimu sana. Mtu anayeweza kukaa chini na mtoto, kumpa hamasa, kumpa falsafa mbalimbali za maisha, kumpa miongozo mbalimbali ya maisha, kwamba unajua maisha yako hivyo, yako hivi, yako vile, yako hivi. Shule nyingi zimeweka mkazo kwenye taaluma peke yake, hazitoi miongozo juu ya maisha. Hawa teenagers wengi wameshindwa shule sio kwa sababu ni wajinga, wameshindwa shule kwa sababu hawana miongozo ya maisha. Ukumbuke, mtu mwenye principles nzuri, falsafa nzuri juu ya maisha anaweza akafanya vizuri kwenye mambo mengine pia, ikiwemo ni taaluma, ikiwemo mahusiano ya kijamii. Hawa teenagers wamekwama kwa ukubwa kwa sababu hatuwapi miongozo. Miongozo kwa ukubwa inatolewa kwa njia mbili. Cha kwanza, kwa kututizama sisi wazazi wao, walezi wao, namna tunajiendesha. Unakuta mwalimu anakunywa pombe, wanajua yule mwalimu ni mlevi. Sasa wewe kama mwalimu mlevi utamweleza nini mtoto? Unakuta mwalimu anataka wanafunzi, unajiuliza sasa, kama mwalimu anataka wanafunzi hawa teenagers, unadhani watakuheshimu kufuata mwongozo wako? Kwa hiyo hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, baada ya kutuona mienendo yetu, hawa teenagers wanasikiliza sana maneno yetu. Maneno yetu ni lazima yawe ni ya hamasa, maneno yetu lazima yawe ni ya busara, ni ya upendo, na si ya kuwataki tu kila watoto hawa teenagers wanapokosea. Endapo tukishindwa kutoa mwongozo, mambo mengi sana kwa teenagers hayawezi kwenda. Hawa teenagers hawawezi kuwa na hamasa ya kujifunza. Hawa teenagers hawatakuwa na tabia ambazo zinavutia kwenye jamii, watakuwa na mwanzo mbaya kuelekea kwenye maisha. Tukumbuke, teenage ni transition kutoka kwenye utoto kuelekea utu uzima. Utu uzima unataka mtu anayeweza kubeba majukumu. Je, tunachokifanya na hawa teenagers wetu kama sehemu ya kutoa mwongozo, tunawaandaa kuwa responsible au tunawaandaa watu ambao watatakiwa kutishiwa ili kwenda kufanya kazi, kutishiwa ili kwenda kutoa matumizi ya watoto? Mimi nataka tuandae teenagers ambao ni responsible kuelekea utu uzima. Kwa kutumia haya mambo 4, mzazi ukiyatumia kama kipimio chako, itakusaidia sana kujua kama mtoto wako kuna kitu anapata au kuna kitu kinapungua, na kama kinapungua nini kifanyike, kwa sababu hiyo ndiyo kazi yako kuu wewe kama mzazi. Mzazi ndiye msimamizi mkuu wa mtoto. Heri ya mwaka mpya 2026. Asanteni sana.